Hello, Nation of God. Shalom. Haleluya, unaendeleaje? Leo ni siku yetu ya vijana. Leo ni siku yetu ya vijana. Youth issues. Karibu sana. Uendelee kujifunza vitu vizuri ambavyo Mungu ameviachilia kwenye madhabahu ya Image of God. Haleluya. Tuliongelea kwa undani kidogo kuhusiana na ngono ni nini kwa vijana, nini ngono inatesa vijana. Lakini leo nataka nikwambie kwa habari ya madhara ya ngono, madhara ya seksi, madhara ya tendo ambalo si sahihi kwenye ulimwengu wetu wa sasa. Limehalalishwa, ni sahihi, linatumika effectively na wala sio la kushangaza, ni la kawaida kabisa. Lakini sisi kama watu tulioumbwa na sura na mfano wa Mungu, tunaishi kwa utaratibu ambao Mungu ameutengeneza kwenye maisha yetu. Mungu ameachilia utaratibu ili tufanywe kuwa sura na mfano wake hapa duniani. So karibu sana uweze kuona madhara. Nitakupa madhara machache kabisa. Kuna madhara mengi sana ambayo yapo kuhusiana na ngono ambazo si salama. Kwa sababu wengine wanakuambia ukisema tu ngono inadhihirisha sio kitu sahihi. Lakini tendo la ndoa, ngono tayari ni neno baya. Si ndivyo? Tendo la ndoa, hatuwezi tukaliita tendo la ndoa ikiwa wanaolifanya sio wanandoa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kila kitu kina utaratibu hapa chini ya jua. So the choice is yours to choose. Kutembea katika sura na mfano wa Mungu au kubaki kwenye ile position ambayo wewe inakufurahisha. Kubaki kwenye sura na mfano wa Mungu au kutembea kwenye position ambayo inakufurahisha. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Madhara ambayo yapo yanayohusiana na ngono au yanayohusiana na sex, nitapenda kusema hivyo zaidi. Haleluya. Yanayohusiana na sex, kwanza kabisa ni kufanya dhambi. Mtu yoyote anayefanya uzinzi, mtu yoyote anayefanya ngono, mtu yoyote anayefanya sex kinyume na utaratibu wa kiungu anafanya dhambi, ni mzinifu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ni mtu ambaye amekataa kutembea katika agizo ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yetu. Haleluya. Ni mtu ambaye amekataa kutembea kwenye agizo ambalo Mungu ameliachilia kwenye maisha yetu. Sisi kama watoto wa Mungu tunaongozwa na kutengenezwa na kunyooshewa njia zetu na neno la Bwana ambalo ni neno la Mungu. Ninapokataa kutembea katika neno la Mungu, ina maana nimekataa kuongozwa na Mungu. Nimekataa kuishi agizo la kiungu kwenye maisha yangu. Nimekataa kutii kile ambacho Mungu anataka nikifanye. It means mimi ninatenda dhambi, au unaweza kusema ni muasi. Jina la Bwana libarikiwe. Hicho ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho mimi nimekiona. Kwa sababu mtu yote muasi, lakini ni mtu ambaye ametengwa na Mungu. Ni mtu ambaye hayuko tena connected na Mungu. Hajaungwa tena na Mungu. Kwa hiyo kuasi kwangu, kutoka kwenye kusudi la Mungu na kutembea kwenye kusudi langu mwenyewe la matamanio ya mwili wangu, linanidhihirishia kwamba ninaweza kujiongoza. Nimekataa kuongozwa na Mungu aliyeniumba. Jina la Bwana libarikiwe. Sex, it is a trending thing sasa hivi. Yaani wewe ambaye unaishi maisha ya kawaida, haufanyi sex, haujui sana mambo hayo, nakwambia huko nyuma viwango kabisa. Ndivyo ambavyo dunia inatembea. Wanaposema mapenzi yanarun dunia, that is not life. Hayo sio mapenzi. Hayo ni
matendo ya kishetani ambayo yanaendelea katika huu ulimwengu wa sasa. Tunaweza tukasema ngono ina run dunia, inatembea kwa viwango vikubwa. Watu wameshindwa kujishikilia, watu wameshindwa kujikamata, watu hawawezi kutembea kwa namna ambayo Mungu anataka wao watembee, kwa sababu seksi imewashika, hawawezi tena miili yao. Utaniambia ukitaka kusoma kuona kwa undani kuhusiana na hiyo amri ya Mungu imetokana na nini, unaweza ukasoma Kutoka. Tunaona Kutoka pale kwenye kitabu cha Kutoka, Musa ndio mtu wa kwanza kuleta amri. Lakini pia kwenye kitabu cha Torati aliandika amri za Mungu. Lakini pia tunaona Yesu alipokuja naye aliongelea same thing kwenye Mathayo 5:27, usizini. Si ndivyo mtu wa Mungu? Usifanye hicho kitu. Mtoto ambaye ni mtoto aliye mwema anakataa, anakubali kusikiza makatazo ya wazazi wake. Lakini anapotenda yale makatazo, it means amekubali kutembea kwa akili zake mwenyewe, amekataa kutembea katika yale makatazo ya wazazi. Na mtoto anayekataa kutembea katika makatazo ya wazazi au maonyo ya wazazi, ina maana amekubali na ameamua kujiongoza yeye mwenyewe. Na mtoto ambaye anajiongoza mwenyewe, ina maana mzazi anasema sasa nimeshindwa mimi kukufunza, acha ulimwengu ukufunze. Si ndivyo? Tuna msemo unasema kwamba asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Ukiona mama yako ame give up on you, though hatutakiwi ku give up, tunatakiwa tuendelee kung'ang'ana na watoto wetu, lakini ukiona ame give up on you, ina maana kila anachokuambia ukuwahi kutii, ukuwahi kusikiliza, ukuwahi kukubali, ukuwahi kukishika, unatembea katika namna yako wewe ambao unaona inakufurahisha. Haleluya. Haleluya mtu wa Mungu. So nataka nikwambie, acha dhambi, acha uzinzi, acha zinaa, kwa sababu unajitoa katika kujiungamanisha na Mungu wako. Unaanza kutembea katika njia zako wewe mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini kitu kingine cha pili ambacho nataka nikwambie kinachohusiana na madhara ya ngono, madhara ya seksi, si ndivyo mtu wa Mungu? Ni kupata magonjwa mbalimbali ya zinaa, yani ya mwilini na rohoni. Ni kupata magonjwa mbalimbali ya zinaa, yani ya mwilini na rohoni. Jina la Bwana libarikiwe. Tunajua tunapokuwa connected kwenye maungamaniko ya mwili, kuna vitu ambavyo wa upande mmoja kwenda upande mwingine ni lazima mimi nitazipokea. Mimi kama mama au kama mzazi au kama mlezi, ninapenda nikwambie kijana wangu, unapojiconnect kwenye mahusiano na mwanamke, unapojiconnect kwenye mahusiano na mwanamke, mahusiano ya kingono, mahusiano ya seksi, mahusiano ya kimwili, ina maana kwamba umekubali kujiconnect katika kupata uharibifu ambao uko katika upande mwingine wa yule ambaye unashiriki naye. Haleluya. Yule ambaye unashiriki naye, kama ana magonjwa mbalimbali, utayachukua hayo magonjwa. Hiyo ni kimwili kabisa. Tunajua HIV inavyofanya kazi vizuri hapa duniani. Inafanya kazi vizuri sana, na mtu ukimwangalia you can't understand kwamba huyu mtu yupo kwenye hiyo position. Unaweza ukasema mbona tu ana wowo, mbona tu ana afya yake nzuri, mbona tu ni handsome, mbona ana mapele. Hayo ni mavitu ya zamani ambayo sisi wakati tuna grow 20s ndio kwa HIV za namna hiyo. Unamuona mtu ana mapele, unamuona mtu anakufa vibaya, unaona mambo yanaendelea mbalimbali. Ni 20 years, 25 years back. Tunaona hivyo vitu tukiwa mabinti wadogo kwamba huyu mtu kweli ameathirika. Huyu mtu kweli kuna hali fulani inaendelea na yeye.
Lakini maisha ya sasa hivi yalivyo, mtu mwenye HIV ni mtu mwenye afya kuliko yule ambaye hana HIV. Jina la Bwana libarikiwe. So nataka nikwambie, unapojihusisha katika ngono, kijana wangu, binti yangu, unaingia katika kujiambatanisha na hayo magonjwa. Nikianza na hilo gonjwa kubwa kabisa, ukimwi, HIV. Haleluya. Nikianza na hilo gonjwa kubwa kabisa, linakuwa connected na wewe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Yaani ninapokea ule ugonjwa kwa 100%. Sio hivyo tu, mtu ambaye anajiconnect na mwanamume akitaka kupata magonjwa, si HIV peke yake, kuna ngono, kuna pornography, kuna gono. Yes, inaitwa gono, ambayo inatokana na hizo mambo ya pono hayo. Kwa hiyo ni wewe maamuzi yako kukataa kutembea katika hiyo mitembeo ya kishetani, kukataa kutembea katika hiyo mitembeo ya kipepo, mitembeo ambayo haimpi Mungu utukufu, mitembeo ambayo inakudhalilisha, inakuletea aibu, inakuletea fedhea. Mtoto wa kike utaanza kujiona unanuka bila sababu. Mtoto wa kike utaanza kujiona unachakaa bila sababu. Mimi nililelewa na mama ambaye si mama yangu mzazi, na ni mama ambaye aliniambia kwamba wewe kama unataka kuchakaa na kuzeeka na kuharibika, hebu tumia huo mwili wako vibaya. Seksi inateketeza mwili. Seksi inaharibu thamani ya kila kitu kwenye maisha ya binti au kwenye maisha ya kijana. Jina la Bwana libarikiwe. Mtu wa Mungu, hakuna ambacho kinaweza kikafanyika kikakosa madhara hapa chini ya jua. Especially hiyo issue ya seksi, ina madhara makubwa. Tumeanza na madhara ya mwilini, lakini nataka nikwambie yanatisha, yanaharibu, yanateketeza, yanavunja, yanaharibu destiny za watu wengi. So jaribu kujitunza, hebu jishikilie, hebu jizuie usipate hayo magonjwa. Usijione kuwa wewe una nguvu sana, usijione kuwa wewe una uhitaji sana, usijione kuwa wewe unaweza kujishikilia sana. It was 2009 Mungu alinipa neema, nilikuwa nafundisha baadhi ya mabinti, na kuna binti yangu mmoja akawa ananiambia, dada, unaona situation ninayopitia, ulijuaje kama napitia hii hali? Nikamwambia kwa sababu na mimi nilipita huko ninakopita. Inawezekana we binti ukajitunza, ukafunga miguu yako isifunguliwe. Nilimwambia yule binti yangu kwamba mimi niliweza kukaa zaidi ya miaka 5 mpaka 6 kabla sijaguswa na mwanaume yoyote. Na sio kwamba nilikuwa bikira, nilishaanza. Lakini baadaye nilipotambua madhara, nikasema it will never happen to me again, mpaka nifanye kitu kilicho sahihi. Nikafunga miguu yangu, nikiwa sijaokoka, nikiwa simjui Mungu kabisa. Niliweza. Nikamwambia, sembuse wewe una Roho Mtakatifu, inawezekana kwako. Inawezekana kwako. Niliona kama tunapiga story. Niliona kama story za dada na mdogo wake. Si ndivyo? Lakini nataka nikwambie, hayo maneno yalimshika, akaamua kukunja miguu, akaamua kujifunga. Leo ni mama mwenye nyumba yake, mwenye watoto wake, mwenye familia yake, mwenye mume wake mzuri. Kwa nini? Alikubali kupokea maonyo, akayashika, akatamani kumtumia yule Roho Mtakatifu aliye ndani yake ili badiliko liweze kuzaliwa ndani ya maisha yake. Jina la Bwana libarikiwe. Magonjwa ya mwilini unaweza ukasema nitajitibia, si ndivyo? Unaweza ukasema nitanunua dawa. Unaweza ukasema ninavaa kondom, mtu wa Mungu. Haleluya. Ninaweza nikasema hapana, siwezi kuyapata mimi. Siwezi kupata mimba, siwezi kupata hayo magonjwa, siwezi kupata chochote, mimi natumia kondom. So kama unatumia kondom, unafanya kwa sababu gani? You can't hold your body. Huwezi kujishikilia. Huwezi kushikilia mwili wako.
Wewe ni takataka. Ukijiangalia kwenye kioo unajiona kabisa jinsi ulivyo mchafu, jinsi ulivyochakazwa. Haleluya. Nataka niongee zaidi na wadada. Wadada sisi huaga mara nyingi tunapotumika miili yetu inaharibika. Miili yetu inachakaa. Miili yetu inaonekana kuwa si kitu. Especially kwenye hicho kimwili tunachokitumia, hicho cha ndani, hicho kisichoonekana, hicho cha sirini. Mtu mwingine ambaye unasema ni wa thamani, siku atakapokuja kusema okay, nataka uwe mke wangu, nimekuchukua nimekuweka mahali fulani, atakapogusa Jesus atasema okay, kumbe nimeoa kahaba humu ndani. Hivyo vitu vinapimika, mtu wa Mungu. So nakushauri na kuomba kutoka kwenye mifupa yangu, hebu jishikilie, hebu jitunze. Inawezekana kujitunza, inawezekana kushinda njaa na kiu za miili yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Nataka nisikae sana hapo, lakini nataka nikwambie kitu kuhusiana na magonjwa. Haya magonjwa unaweza ukajilinda katika magonjwa ya mwili, lakini yapo magonjwa ya rohoni. Haleluya, yapo magonjwa ya rohoni. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Yapo magonjwa ya rohoni. Ukisoma ile Misai 6:32 anakuambia azinie na mwanamke ana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake mwenyewe. Azinie na mwanamke ana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake mwenyewe. So uko tayari kuangamiza nafsi yako? Je, uko tayari kutokuwa na akili? Kwa sababu kama unazini na mwanamke, umeitwa ni mtu usiye na akili. It means you can't control yourself. When it comes to sex, uko tayari. Yani uko tayari tu. Huwezi kujishikilia. Itakapokuja hapo uko tayari. Yani muda wote uko tayari. Haijalishi unafanya hiyo seksi na nani. Haijalishi unafanya hiyo seksi wapi. Haijalishi huyo mtu ni mtu wa aina gani. Uko tayari. Kwa nini? Una akili. Azinie na mwanamke ana akili. Anafanya jambo litakalomwangamiza mwenyewe. Anaangamiza nafsi yake mwenyewe. Akili yako inakuwa itumiki. You are not there anymore. Kwa nini? Kwa sababu umekubali kushikiliwa na hicho kitu. Haleluya. Umekubali kushikiliwa na hicho kitu. So kama utaweza kujitunza ukasema natumia kondom, vipi kuhusu akili yako? Akili yako haitakuwa salama. Wale waliopita pita huko they can understand. Unakuwa kama mweu, yani hicho kitu kinakuwa kama mweu mpaka kitakapopita, ushafanya, ushamaliza, ndio unarudi kwenye akili yako. Why I did this? Then you are stupid. Hold yourself. Jishikilie, mtu wa Mungu. Inawezekana. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Nataka nikwambie, kama umefanikiwa kushinda akili, kushinda magonjwa ya mwilini, ukashindwa kushikilia akili yako, kuna kitu kingine kinaitwa kuunganishwa. Kuunganishwa au to be connected. Ukisoma ile Wakorinto wa kwanza 6:16 kama sikosei, inasema amjui yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Amjui yeye aliyeungwa na kahaba ni mwili mmoja naye? Amjui? Kuna vitu ambavyo vinatengeneza muungamaniko mnapokuwa kwenye lile tendo la ngono, kwenye lile tendo la seksi, kwa sababu hicho kitu ni spiritual. Unapoingia katika mwili wa mwanamke au mwanaume anapoingia katika mwili wako, vile vilivyo ndani yake vinakuwa imparted, vinaingizwa ndani yako kupitia kile kitu kinachoendelea cha dakika 10 au dakika 15. Jina la Bwana libarikiwe. Na ndio maana unaambiwa binti na mwanaume wanapokuwa na mahusiano ya kimapenzi, lakini wasi-involve sex, wakiwa wanasubiri wakati sahihi, they are very safe. Wako salama kabisa.
Lakini watakaposema tunaanza kuingiza seksi katika mahusiano yetu, tayari uharibifu umeingia. Tayari uharibifu umezaliwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Uharibifu unaingia. Uharibifu unaanza kuoperate. Uharibifu unaanza kutenda kazi katika maisha ya hawa vijana wawili. Utaniambia sasa mahusiano ya nini bila seksi? Kama huwezi kufanya mahusiano bila seksi, kaa peke yako. Inawezekana. Kaa peke yako. Jishikilie mwenyewe. Hakikisha unaweza kwanza, ndio uweze kuwa na hayo mahusiano. Na kama huwezi, kuna vitu vya kukuzuia, do it. Tutakuja kuambiana siku moja tunajizuia vipi. Tunawezaje kuushinda huu mwili. Jina la Bwana libarikiwe. Leo nataka nikuonyeshe hiyo impartation. Hiyo connection ambayo inatokea katika muungamaniko huo wa seksi ambao unaendelea between two people, two youth. Haleluya. Mnapokuwa mnakutana, inawezekana huyu mwanamke kwao ana maagano ya kifamilia, ya umasikini, ya kukosa akili, ya magonjwa, ya sukari, ya magonjwa, ya kikahaba, ya magonjwa, ya wale wanaokuja usiku wale kuseksi na watu, yale wanaitwaje? Jini mahaba. Sasa zile vitu vyote alizo nazo yule mtu, wakati mnafanya kile kitu, kinaingia kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine, kimoja baada ya kingine. Utajikuta wewe ulikuwa unaweza kukaa tu na mwanaume mmoja, ndio mke wako au ndio mume wako, ukasema ngoja mume wangu mwenyewe simuelewelewi, ngoja nijaribu mimi mwanamume mwingine atakayeniheshimu, atakayenijali, ukaenda. Ulivyotoka tu kule ukarudi, from that day unaanza kutamani wanaume wa watu. From that day unaanza kutamani pombe. From that day unaanza kuwa na matusi. How? Impartation. Connection imehusishwa hapo. Muungamaniko umeachiliwa. Anayeungamanishwa na kahaba ni mwili mmoja naye. Tabia, dhambi, uharibifu, magonjwa, matusi, fedhea, aibu na matakataka yote ambayo huyo mtu anayo kakuingizia kupitia ile damu nyeupe. Tena wanakuambia ile damu nyeupe ndio ina nguvu kuliko damu zote ambazo umewahi kuzijua. Spams. Manake na sisi wanawake tuna spams. Yes. Kama ulikuwa ujui ndio ujue. Tunazo. Kwa hiyo mimi nikizitoa za kwangu nikipeleka kule, yule mtu kama nilikuwa na kitu changu cha thamani kinanyonywa. Kinapotea. Kinaharibika. Nilikuwa nampenda Mungu, naanza kupoteza thamani ya Mungu. Nilikuwa naweza kuomba masaa 2, naanza kuomba dakika 10. Nilikuwa naweza kufanya 1, 2, 3 kusoma neno, nikameditate, naanza kupoteza thamani ya kile kitu kizuri ambacho Mungu alikipanda ndani yangu. Nilikuwa na njaa ya kufungua kampuni, inaanza kufa, naanza kutamani kufanya vitu vya kijinga ambavyo haviko kabisa katika mahusiano au katika connection yangu. Nilikuwa napenda kujali watu, kusaidia wengine, naanza kusema nao si wajitume. Imetoka wapi mtu wa Mungu? Imezaliwa na nini? Seksi, ngono. Kitu kizuri kabisa, kitamu kabisa, chenye starehe kabisa. Ukifanya unajisikia wow, I'm very satisfied. If you cannot be satisfied mpaka ufanye sexy, then you are too stupid, then you are too cheap. Too cheap. Yani kama mpaka utosheke, yani ujisikie umejazwa, ujisikie umeongezeka, ujisikie umethibitika mpaka ufanye sexy. Cheap person. Let me tell you the truth. You are too cheap. Kwa sababu kuna vitu ambavyo ukivifanya vinakufanya uwe filled, uwe bolded, pasipo kuguswa katika hali maeneo ambayo tuliambiwa tusiguswe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. So hayo madhara ambayo unaweza ukasema sijui nimeyapata. Asa imagine umetembea na wanaume 5. Wanaume 5, kila mwanamume ana matakataka yake. Who are you, sweetheart?
Hivi unarudije kwenye ile nafasi ambayo Mungu alikukusudia wewe urudi? Hivi unaondoaje hivyo vitu ambavyo Mungu alitaka Mungu akuviingiza ndani yako? Unaviondoaje? Unasimamaje tena kwenye nafasi yako? Mungu alisema we ni mfalme. Mungu alisema we ni ukuhani wa kifalme. Mungu alisema we ni mkuu. Mungu alisema we ni kitu cha ajabu. Mungu alisema amekuumba kwa jinsi ya kutisha. Lakini umeingiza matakataka. Lakini umejichafua. Lakini umejiharibu. Lakini umejitoa kwenye kusudi. Lakini umetembea katika mtembeo wa kishetani. Na hali ya kishetani yameingia, wanakuambia hivyo vitu vinakuwa attracted. Sawa sawa na mwanamume malaya pakae kwenye kona moja, alafu kule mkono wa kushoto akae mwanamke mwingine malaya. They can see each other. How? They are connected. Roho zinakuwa attracted, mtu wa Mungu. Kwa hiyo nataka nikuombe na nataka nikusii hayo madhara matatu. Hayo madhara matatu. Usikubali kutengwa na Mungu kwa sababu ya ngono, kwa sababu ya uzinzi. Si ndivyo? Usikubali kumkosa Mungu kwa sababu ya mwili, kwa sababu ya starehe ya dakika 15. Usikubali. Haleluya. Inawezekana ukaweza kushinda magonjwa kusema natumia zangu kondom, lakini bado pia unamkosea Mungu, unazini. Unawezekana ukasema natumia zangu kondom, lakini pia wewe mtu ambaye unapona na magonjwa ya mwilini, unapata magonjwa ya rohoni. Madhara yake ni makubwa, mtu wa Mungu. Kuna watu walikuwa wakubwa sana, wenye nguvu. Kuna watu walikuwa wanajiweza sana. Kuna watu walikuwa na maarifa makubwa. Kuna watu walikuwa wametengwa tangu katika matumbo ya mama zao. Kuna watu walikuwa wanaweza kujishikilia wakafanya maajabu hapa chini ya jua. Lakini nataka nikwambie, seksi imewaondoa kwenye laini. Imewaondoa kwenye nafasi zao. Imewaingiza katika uharibifu. Kuna mtu mmoja anaitwa Samson. Alitengwa tangu tumboni mwa mama yake. Mungu akamwambia, wewe ni naziri wangu, wewe ni mtu wangu, wewe ni chombo changu, wewe umewekwa wakfu kwa ajili yangu mimi, utafanya ya kwangu hata nywele zisinyoleke kwenye kichwa chako. What's happened? Nini kilitokea? Mimi na wewe tunajua kilichompata. Mimi na wewe tunajua kilichompata. So the choice is yours, kipenzi, kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu alitaka we usimame ili uweze kuyadhihirisha matendo makuu kwenye maisha yako ambayo aliyapanda kwa viwango vikubwa. Halo kijana wangu, bado unanipenda? Yeah, sex is a good thing, lakini ikifanywa katika wakati sahihi. Ikifanywa na mtu ambaye unajua you are free to do it. Yes, mnaambiana kabisa today, leo lazima leo hatulali. Si ndivyo? Mnaambiana, mmepangana, mmejiandaa, mmeoga vizuri, mmejisafisha, mna furaha, mmekaa katika sehemu safi. Lakini leo wadada, leo vijana, uko tayari kumlala mwanamke barabarani, kwenye majani, kwenye vichaka, ili mradi. Kwa nini? Umekuwa mbwa. You can't control yourself. Huwezi kujishikilia. Kwenye gari, mwanamke unafungua miguu. Jesus. Ili ni janga, lakini inawezekana kusimama kwenye nafasi ambayo Mungu amekukusudia kurudi. So, tunatokaje? Tunaishije? If you need more, how to get out from this madhara? Come on another day.